Mtazamaji wa Tume Zinasa TV, ni wakati mzuri ambapo tunakutana hapa kujadili michezo na yale ya kimichezo. Karibu sana popote pale ulipo, karibu uungane na mimi mtazamaji wa Tume Zinasa TV. Na siku ya leo bwana, mchezo mmoja unaendelea wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba Sport Club atakuwa kiwanjani dhidi ya TRA United, ambapo utapigwa katika kiwanja cha Meja Jenerali Samuyo, na Simba atakuwa ni mwenyeji wa mchezo huo ambao utafanyika majira ya saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Na imekuwa tofauti sana, tumekuwa tukiamini kwamba vilabu vikubwa hivi lazima viokote alama tatu kila mchezo ambao wanaucheza, lakini kwa mwaka huu imekuwa tofauti kulingana na ushindani mkubwa ambao unaendelea kwenye ligi yetu ya NBC Tanzania bara. Ukiangalia mchezo uliopita, Simba alivuna alama 1 ambapo alikuwa akicheza na Pamba Jiji huko jijini Mwanza, uwanja wa CCM Kirumba, ambapo matokeo yalitamatika kwa kufungana goli 1-1. Ni tofauti na zamani tulivyozoea kwamba timu kubwa ikiwa inacheza sehemu yoyote, hasa vilabu vyetu vya Simba na Yanga, lazima viokote alama, lakini kwa sasa hivi imekuwa tofauti. Ikumbukwe pia TRA United mchezo wao uliopita waliibuka na sare ya bila kufungana, ambapo walikuwa wakicheza na Young Africa. Kwa hiyo pia nao TRA wanakuja wakiwa wanajiamini kweli kweli, huko Simba ikiingia kusaka matokeo na vitu kama hivyo. Lakini kumbuka kwamba Simba sasa hivi inazidi kuwa timu ambayo kila siku inajengeka, kila siku inatengenezwa, hasa kulingana na maingizo ya sajili zao za dirisha dogo. Tukimsemea Anicet Oura, ukimsemea Libase Gueye, lakini pia ukimsemea Ino Luemba, ukimzungumzia Kratos Chota Chama, ukimzungumzia pia Dickson Kibabage ambaye ameonekana kuimarika katika mbavu ya kushoto na vitu kama hivyo. Lakini golikipa wao Tenjani Kasali, usajili wa dirisha dogo naonekana Simba kuwalipa. Sasa siku ya leo tutegemee matokeo ya aina gani, kwa sababu pia TRA sio timu ya kubeza kweli kweli, ni timu ambayo inakupa mchezo mzuri, ni timu ambayo inautaka mchezo. Kwa hiyo na leo tutegemee ushindani wa hali ya juu kati ya Simba dhidi ya TRA United. Lakini kwa upande wangu, hii mechi naipa 70% Simba kushinda au kuondoka na alama 3, lakini 30% ni nazipa TRA United, kulingana na kwamba Simba wako nyumbani, TRA wako ugenini, na Simba wanazitaka pointi 3 kwa udi na uvumba ili kuhakikisha wanamsogelea au wanapunguza gepu kati ya mshindani wake ambaye yupo nafasi ya kwanza, nikimaanisha Yanga da Afrika. Kwa hiyo hiko hivyo, na leo tutaangalia kipute cha namna hiyo. Lakini klabu bingwa barani Afrika jana iliendelea na matokeo ya kushangaza na kusikitisha yalitokea kweli kweli. Niseme ya kushangaza na kusikitisha kwa sababu naamini Misri ni taifa ambalo kwa katika michezo, hasa kwenye michuano ya klabu bingwa, ni taifa linaloaminika kwamba linaweza kufanya chochote na kuchukua ubingwa mahala popote. Lakini kwa siku ya jana, timu zao 3 zilizokuwa klabu bingwa pamoja na shirikisho Al Masry, klabu bingwa Pyramid pamoja na Al Ahly zimefurushwa au zimeondolewa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ni jambo la ambalo
wengi mpaka sasa hivi bado hawaamini ilikuwaje na vitu kama hivyo, lakini ni kwamba mambo yalikuwa hivyo, ambapo jana mchezo wa kati ya Al Ahly pamoja na Esperance de Tunis ulimalizika kwa magoli 2-3, Al Ahly wakipigwa goli 3 wakiwa nyumbani kati ya mawili ambayo waliyapata. Na ikumbukwe mechi ya kwanza iliisha kwa Al Ahly kupigwa goli 1 dhidi ya Esperance. Esperance alivyokuwa nyumbani aliibuka na ushindi wa goli 1-0, lakini akaenda pale Cairo Misri akaibuka na ushindi wa magoli 3-2 na aggregate ikaisha kwa goli 4-2. Kwa hiyo Esperance de Tunis anatinga katika hatua ya nusu finali akiwa amemgaragaza Al Ahly, bingwa ambaye tunasema bingwa wa muda wote kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini timu ya pili ambayo imetolewa ni bingwa mtetezi wa msimu uliopita Pyramid FC, ametolewa na FAR Rabat kwa aggregate ya magoli 3-2. Kwa hiyo Pyramid jana amepigika akiwa kwake. Kwa hiyo pale Cairo jana sijui jambo gani lilikuwa limetokea au limewakuta, lakini alipigika mchezo ulimalizika kwa matokeo ya 2-1, Pyramid akipata goli 1, FAR Rabat akifunga magoli 2. Na ikumbukwe mechi ya kwanza iliisha kati ya FAR Rabat na Pyramid, ilitamatika kwa goli 1-1. Kwa hiyo FAR Rabat akapita kwa aggregate ya magoli 3-2. Hicho ndo kilichotokea jana na kikawakuta kikawakuta Misri. Lakini nimesema timu zao 3 zote zimeondosha kwenye michuano. Timu nyingine ni Al Masry, ambayo Al Masry bwana Al Masry walikuwa wanacheza na CR Belouizdad, ambapo matokeo yalitamatika kwa bila kufungana, nikimaanisha 0-0. Lakini mchezo wa kwanza kati ya Al Masry na CR Belouizdad, Al Masry walivyokuwa nyumbani walipata goli 1 na CR Belouizdad walipata goli 1. Kwa hiyo CR Belouizdad amepita kwa aggregate ya goli 1 la ugenini limembeba na vitu kama hivyo. Lakini Belouizdad inaonekana imeimarika sana chini ya kocha wao Said Ramovic. Kwa sasa ametinga nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini ametinga nusu finali ya Algerian Cup, lakini pia kwenye ligi yuko nafasi ya 7 kwenye msimamo wa ligi, na akiwa bado ana michezo 3 mkononi. Kumbuko ya Said Ramovic alikuwa ni kocha wa Yanga, wengi wakimtambua gusa achia twende kwao. Inaonekana akiimarika akiimarika zaidi na kukiimarisha kikosi cha CR Belouizdad huko Algeria, ambapo pia Jean Charles Ahoua ambaye alikuwa ni mchezaji wa klabu ya Simba, na yeye anakipiga kwenye timu ya CR Belouizdad. Imekaa hivyo. Lakini hapa kwa wawekezaji bwana, kwa siku ya jana kwa wawekezaji, nikimaanisha wale wa kubeti wawekezaji, mambo yalikuwa magumu, mikeka ilikuwa migumu kutokana na matokeo yaliyopatikana. Sasa tuanze kuangalia kwa namna ambavyo wawekezaji kwa namna moja ama nyingine kwa siku ya jana kimewalamba zaidi. Tukiangazia matokeo ya ligi kuu Tanzania bara, ilikuwa ni Mtibwa Sugar na Yanga kamalizika kwa sare ya goli 1-1. Lakini tukienda pale England kwa siku ya jana, matokeo
na mechi zilizochezwa ilikuwa hivi. Brighton akiwa nyumbani alimpiga Liverpool magoli 2-1, lakini Fulham akiwa nyumbani alimpiga Burnley magoli 3-1. Everton akiwa nyumbani alimpiga Chelsea magoli 3-0. Leeds akiwa nyumbani na Brentford walimalizika kwa through ya bila kufungana. Hiyo ni Uingereza, England. Lakini tukienda pale La Liga Hispania, Maroka alikungutwa magoli 2 na Elche alikuwa nyumbani akamkunguta Maroka magoli 2-1. Lakini Espanyol na Getafe, Espanyol akiwa nyumbani alikufa goli 1-2, Getafe akiibuka na magoli 2 ugenini. Lakini Levante na Oviedo, Levante akaibuka na ushindi wa magoli 4-2 dhidi ya Oviedo. Osasuna akamfunga Girona goli 1-0, lakini Sevilla akachapika pale nyumbani akachapwa na Valencia magoli 2-0. Kwa hiyo jana kwenye upande wa uwekezaji ulikuwa mgumu. Hiyo ni ligi ya Hispania, La Liga. Lakini tukiangazia ligi ya Bundesliga pale Ujerumani, Bayern Munich alimkunguta magoli 4 Union Berlin magoli 4-0, lakini FC Cologne pamoja na B Mönchengladbach, Cologne na wote walifungana magoli 3-3. Lakini mchezo mwingine ilikuwa ni Bayern Leverkusen pamoja na Heidenheim, ambapo Heidenheim alikuwa nyumbani, walibuka wote na ushindi wa magoli 3-3. Wolfsburg pamoja na Werder Bremen, mchezo ukatamatika Werder Bremen akiibuka na ushindi wa goli 1-0, na ikumbukwe alikuwa ugenini. Lakini Dortmund pamoja na Hamburg, Dortmund akaibuka na ushindi wa magoli 3-2, na hii mechi ilikuwa mechi ya kishujaa, ilikuwa mechi kweli, wengine wanasema hivyo, kwa sababu Dortmund walikuwa wameshapigwa magoli 2-0, lakini wakafanya comeback ya ukweli, katamatika kwa ushindi wa magoli 3-2. Hizo ni baadhi ya ligi ambazo nimekusokezea.